Yanga hapa kwa namna ambavyo mambo yanaendelea kuwa mengi hivi sasa. Wiki ya moto, wiki ya ligi kuu soka Tanzania bara. Nini kinaenda kutokea? Bingwa msimu huu Young Africans ama Simba? Nipo na Uchebe. Bana Uchebe hapo vizuri. Mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza niko njema kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni mwingi wa rehema. Amenijalia afya njema mpaka leo tunakutana Bwana Singano, Ramadhan Singano. Singano zako za moto. Kama upo vizuri Uchebe, baada ya taarifa mashabiki wa Young Africans ndio inaonekana mmefurahi zaidi kuliko watu wote wale. Hii taarifa ya bodi ya ligi kujiuzuru baadhi ya viongozi, ni wazi nyewe mmefurahi. Uchebe unasemaje kwanza? Haya matakwa yenu kutimizwa. Yes, kama mimi Uchebe Yanga, cha kwanza nimefurahi. Na wana Yanga wote tumefurahi. Nchi nzima, dunia nzima. Kwa sababu tulichofurahi namba moja ni kushinda kwa haki. Haki imeshinda. Kulikuwepo na vita kati ya majangili na wanaotaka haki. Wenye haki hatimaye wameshinda. Lakini pia mimi nitakuwa ni mwongo au mnyimi wa fadhila kumpongeza mzee wetu Mguto kwa sababu maamuzi aliyoyafanya ya kujiuzuru ni kitendo cha kiungwana. Kama Watanzania au wadau wa mpira tuseme inatakiwa tumpongeze. Kama pia kuna nafasi nyingine ambayo anatakiwa kupewa, tunaomba apewe kwa sababu kile kitendo cha kukubali kwamba kweli nimefanya makosa, wacha nipishe ili soka letu liendelee kwa bora, ni maamuzi ya kijasiri sana. Ni maamuzi ya kijasiri. Tumeona wengi kuachia madaraka huwa inakuwa ni changamoto. Huwa hawakubali kwa sababu ni sehemu ambayo wanaendesha maisha yao. Lakini kwa maamuzi ya mwenyekiti wa bodi ya ligi Mguto, hakika anastahili pongezi, anastahili pongezi na si kidogo. Sio kidogo. Nitakuwa ni mchoyo tuseme. Yes. Lakini pia kwa sababu sio tunajifunza. Kwa mfano rais wetu marehemu sasa hivi, sawa, Ali Hassan Mwinyi alikuwa rais Tanzania. Lakini kabla aliwahi kuwa waziri na aliona nchi kuna machafuko aliwahi tokea. Yeye alikuwa ni waziri mwenye dhamana hiyo. Aliamua kupisha lakini baadaye akatengeneza imani kubwa na kaja kuwa rais. Kwa hiyo hata kwa Mguto naomba kama Watanzania au wadau wa mpira tunaweza tukamrudisha kwamba awe hata mzee wa ushauri kwenye bodi ya ligi. Mambo ni mengi sana, barua nyingi zinatembea, uchaguzi unaanza ile watu kwenda kuchukua barua, lakini pia tutakuja kudiskasi mtu ambaye anatajwa kwenda kuchukua cheo ama CEO ni Jemedari Saidi. Kama wanachama wa Young Africans mnasemaje kwamba Jemedari ni kweli? Taarifa zinaeleza hivyo, lakini tutakuja kuzungumza hili. Kwenye hili ni wazi dabi ya Kariakoo tarehe 25 mnaitaka kwa hali na mali. Kwanza hii hapa ya CEO tutakuja kudiskasi kuhusiana na hili swala Jemedari. Yes, ya dabi tarehe 25 sisi tunahitaji. Kwa sababu si ndio wenyeji wa mchezo na sisi tuna shida alama 3 lakini pia tuna shida na mapato kama club. Na pia tuna ushindi, tuna shida ya kuwa mabingwa mara ya 4 mfululizo. Kwa mechi ya Juni 25 tunahitaji kweli kweli, na ndio maana tunasema Simba karibu nyumbani. Simba karibu nyumbani, ni wakati wa kulipa deni. Sisi Oktoba 19 tuliitika wito. Kama tulienda tuliposa. Sasa ni wakati wao wa kuja kukubali harusi. Kwa hiyo Juni 25 Simba wasilete kizingizio cha aina yoyote. Tunawahitaji uwanjani. Wapo baadhi ya mashabiki wa Simba wanalalamika kwenye maamuzi ambayo yametokea. Wewe unasemaje Uchebe? Jicho lao ni kuilaumu bodi ya ligi kwa nini amefanya vitendo kama hivi, lakini pia baadhi ya viongozi kujiuzuru. Umeona ni wazi kwamba Yanga hapa kwa namna ambavyo mambo yanaendelea kuwa mengi hivi sasa. Wiki ya moto, wiki ya ligi kuu soka Tanzania bara. Nini kinaenda kutokea? Bingwa msimu huu Young Africans ama Simba? Nipo na Uchebe. Bana Uchebe hapo vizuri. Mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza niko njema kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni mwingi wa rehema. Amenijalia afya njema mpaka leo tunakutana Bwana Singano, Ramadhan Singano. Singano zako za moto. Kama upo vizuri Uchebe, baada ya taarifa mashabiki wa Young Africans ndio inaonekana mmefurahi zaidi kuliko watu wote wale. Hii taarifa ya bodi ya ligi kujiuzuru baadhi ya viongozi, ni wazi nyewe mmefurahi. Uchebe unasemaje kwanza? Haya matakwa yenu kutimizwa. Yes, kama mimi Uchebe Yanga, cha kwanza nimefurahi. Na wana Yanga wote tumefurahi. Nchi nzima, dunia nzima. Kwa sababu tulichofurahi namba moja ni kushinda kwa haki. Haki imeshinda. Kulikuwepo na vita kati ya majangili na wanaotaka haki. Wenye haki hatimaye wameshinda. Lakini pia mimi nitakuwa ni mwongo au mnyimi wa fadhila kumpongeza mzee wetu Mguto
kwa sababu maamuzi aliyoyafanya ya kujiuzuru ni kitendo cha kiungwana. Kama Watanzania au wadau wa mpira tuseme inatakiwa tumpongeze. Kama pia kuna nafasi nyingine ambayo anatakiwa kupewa, tunaomba apewe, kwa sababu kile kitendo cha kukubali kwamba kweli nimefanya makosa, wacha nipishe ili soka letu liendelee kwa bora, ni maamuzi ya kijasiri sana. Ni maamuzi ya kijasiri. Tumeona wengi kuachia madaraka huwa inakuwa ni changamoto. Huwa hawakubali kwa sababu ni sehemu ambayo wanaendesha maisha yao. Lakini kwa maamuzi ya mwenyekiti wa bodi ya ligi Mguto, hakika anastahili pongezi, anastahili pongezi na si kidogo. Sio kidogo. Nitakuwa ni mchoyo tuseme, yes. Lakini pia kwa sababu sio tunajifunza. Kwa mfano rais wetu marehemu sasa hivi, sawa, Ali Hassan Mwinyi alikuwa rais Tanzania, lakini kabla aliwahi kuwa waziri na aliona nchi kuna machafuko aliwahi tokea, yeye alikuwa ni waziri mwenye dhamana hiyo, aliamua kupisha, lakini baadaye akatengeneza imani kubwa na kaja kuwa rais. Kwa hiyo hata kwa Mguto naomba kama Watanzania au wadau wa mpira tunaweza tukamrudisha kwamba awe hata mzee wa ushauri kwenye bodi ya ligi. Mambo ni mengi sana, barua nyingi zinatembea, uchaguzi unaanza ile watu kwenda kuchukua barua, lakini pia tutakuja kudiskasi mtu ambaye anatajwa kwenda kuchukua cheo ama CEO ni Jemedari Saidi. Kama wanachama wa Young Africans mnasemaje kwamba Jemedari ni kweli? Taarifa zinaeleza hivyo, lakini tutakuja kuzungumza hili. Kwenye hili ni wazi dabi ya Kariakoo tarehe 25 mnaitaka kwa hali na mali. Kwanza hii hapa ya CEO tutakuja kudiskasi kuhusiana na hili swala la Jemedari. Yes, ya dabi tarehe 25 sisi tunahitaji. Kwa sababu si ndio wenyeji wa mchezo na sisi tuna shida alama 3, lakini pia tuna shida na mapato kama club. Na pia tuna ushindi, tuna shida ya kuwa mabingwa mara ya 4 mfululizo. Kwa mechi ya Juni 25 tunahitaji kweli kweli, na ndio maana tunasema Simba karibu nyumbani. Simba karibu nyumbani, ni wakati wa kulipa deni. Sisi Oktoba 19 tuliitika wito. Kama tulienda tuliposa. Sasa ni wakati wao wa kuja kukubali harusi. Kwa hiyo Juni 25 Simba wasilete kizingizio cha aina yoyote. Tunawahitaji uwanjani. Wapo baadhi ya mashabiki wa Simba wanalalamika kwenye maamuzi ambayo yametokea. Wewe unasemaje Uchebe? Jicho lao ni kuilaumu bodi ya ligi kwa nini amefanya vitendo kama hivi, lakini pia baadhi ya viongozi kujiuzuru. Umeona ni wazi kwamba Young